Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yaliyojiri, yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. Karibu sana mtazamaji wangu kwa kipindi chetu cha siku ya leo, ambapo tunaenda kuangazia swala muhimu ama swala nyeti ambalo limekuwa likiwasumbua na kuwahangaisha vijana wengi. Vijana wengi wameingilia katika swala la uvutaji wa bangi, utumizi wa madawa za kulevya na hata ukunywaji wa pombe. Hili swala limekuwa ni tatanishi kwa taifa letu, ambapo tunataka tujue mbona vijana wengi wameingilia hili swala. Karibu kwa makala yetu ya Sauti ya Mtaa, ambapo tunaenda kuungama pamoja na wananchi tujue mengi zaidi. Kabiliana nami tunapoenda kuongea na wao. Unaulizwa kwa nini vijana wameingilia pombe na njia kubwa sana? Njia kubwa? Pombe. Tumeingilia. Kwanza bani mingi. Haya, pili, sasa hatuna ajira. Tutafanya nini? Ukipata 10 hapa mbao changa, hata sasa wines and spirits haziuzi. Zinauza tu. Changa ndio zinauza sana. Hiyo ni 2. 3, bila tumeingilia pombe, nikishika mia yangu ndafanya nini na niko idle the whole day? Ingia tu kwa pombe. Ati? Angalia kwa kazi. Na mimi sitaki kuonekana huko, macho itachoma. Atakuona huko leo watakuona. Haya, 3. Haya, pombe. Haya, changa imekuwa cheap kuliko hili kaingine. Haya, tuambie serikali ifanye nini ili watu waache pombe? Watu waache pombe? Serikali wafanye nini? Si wa regulate. Wachome changa. Wachome changa, si ati wachome changa. Watoe changa. Yo, kama saa hii kibao nusu ni 650. Changa 1 liter ni 600. Utaendea gani kama ni wewe mwananchi wa kawaida? Utaendeje ni chini? Alafu wachome chini, wachome, wapandishe bei zote, tuache pombe. Alafu watafutie vijana kazi. Kazi za kutafuta kazi ni kazi. Kutafuta kazi siku hizi ni kazi. So, serikali itafutie vijana kazi. Ala hiyo 300 kila siku kwa mwezi, hiyo ni 9,000. Hiyo ni afadhali, sitapata kazi nyingine. Kuliko kama saa hii nimepata 50, sasa naenda wapi? Sina kazi. Ati? Mabeshte wanakuambia twende hivi. Si ndio hawa? Umejipa. Twendeni hivi, kamejipa, twende nikutoe lock. Sasa ita happen aje? Inaenda tu. Kaflo. Kaka twendete, kwani tutaduaje? Haya. Alafu ukiingililia uizi, makosa. So utafanyaje? Si uende tu ulale tu kwa bar. Kwa wizi utaangushwa. Mimi maisha yangu bado sijafika ya kukufa. Sasa itafanyika aje? Si niende tu nilale tu hapo kwa hiyo bar kama nimelewa. Nikuje. Asante. Wazi. Hiyo iko vipi? Na utastalewa tu, kulewa tu pombe vijana kulewa. Manze ndio ni maisha. Unaona hii maisha saa hizi. Hata unapata watu wengi, unapata watu vijana maisha wanakunywa pombe. Unapata kama ni madema, hata unapata kuoleka ni ngumu ama kuoa ni ngumu. Mwanzo juu ya hii maisha imekuwa ngumu mpaka tunaamua tuingilie tu kunywa pombe, unaona? Wengine hata wanavuta bangi. Yaani tu kupunguza hizo stress. Tunapunguza stress, but ukikuja ukae chini uangalie mzuri ndani utapata hata ukikunywa bado hii pombe stress. Bado linakuongeza stress. Sasa na hali ya uchumi iko juu hivi, watu maisha imekuwa ngumu. Unga hata kama mimi na katasi na unga sasa inauzwa kilo 2, sasa tunanunua 160. Pembe ya ugali. Sasa unaona hiyo
maisha sasa maisha imekuwa ngumu. Afadhali ile kitu kidogo umepata hata kule kwa hoteli na uenda wewe ukata kama hata ni chwadi ya na siku inaisha. Sasa tunaweza fanya aje ili tu regulate kunywaji wa pombe ama serikali inaweza advise kufanya nini? Kitu serikali inafaa angalie bana, nyuma yetu mavijana huku chini hatuna kazi. Kuna kama sisi tunachapa wera tu ya matri hapa kujaza madinga, ni kupata at least unga. Na sisi tumeajiriwa na mtu, sisi wenyewe tumejiajiri. Lakini unapata hata mahali bado karaa na kuzungusha, karaa na kushika labda na kutoanisha kama dhao. Labda uko na ukikosa hiyo do anakula. Ukikosa hiyo do utaenda ulale ndani. Ukitoka ndani maisha imeharibika, labda pesa za keja hujalipo umekaa kwa tuseme kama mwezi. Unajua umepoteza. Ukikosa tu kuingia kazi siku tu hata moja unakuwa umepoteza. Sababu sasa maisha imekuwa ngumu. Huwezi sema kwa nyumba uke chini na familia ama uunde familia. Sasa tunaamua tu kukunywa kutumia madawa zetu tu at least ile to survive. Asante sana kwa wakati wako. Poa. Most of the time mimi kama boy na sababu yangu ya kudai job yangu ya trolley na kupanda job yangu ya trolley ni kwa sababu ya vitu mbili tu brother. Ni kujitolelea kupenda ile kitu tunaweza fanya. Vijana wengi hawataki kujikuwa na ile ukakamavu wa kufanya kazi ile ngumu. Wanataka ile kazi rahisi, na ndio most of the time napata wanasiasa kama sasa hivi tunapozungumzia siasa wanapata opportunity ya kupata vijana wengi wale wako idol kukopeleka katika mikutano zao za siasa. Because wezi niambia ati wale watoto wanaenda kwa siasa ndio wako na kazi. Ni kumaanisha watoto wanaenda kwa hizo mkutano, kwa sababu mimi wezi niambia mimi naenda mkutano wa mheshimiwa wangu Yusuf na niko njaa na niko na trolley alafu naenda mkutano na sijui kaenda kula hiyo mkutano jioni. That means the big population tuko idol na hatutaki kujituma kwa zile kazi opportunity ziko. Most of them kuna wapata mwingine amesoma anaona the important ya masomo yake iko juu. Anasema mimi siwezi kufanya kazi kama ya kuvuta mkoko, vitu kama hizo. Anataka ajiriwe kazi ya ofisi ya tai ya wapi, na hizo kazi ya ofisi. Kama una mtu anakusaidia, wewe una kazi. Sasa tufanye aje ili tuondoe hii hali ya watu kukunywa pombe, kulewa ni madawa za kulevya? Najua zimekuwa mingi. Ile kitu tunaweza fanya ni kusaidia vijana kwa kuelimisha, kitu ya kwanza wajue umuhimu wa kufanya kazi na umuhimu wa ubaya madhara ya hii madawa. Hasusan kama mimi nilikuwa navuta gam na nikawaacha, sasa ndio nafanya hii kazi. Ulikuwa unavuta bangi? Nilikuwa navuta gam. Mimi gam. Na ukaacha? Na nikaacha. Kila mtu anaweza. Kule kitu matiti ndio mtu yule kitu hawezi acha dunia hii, ni matiti peke yake. Kwa sababu kila siku atakuwa mzee. Mama yako tu bado atakuita mtoto wake. Sasa kama ni mtoto wa mama siku yote, kumaanisha huwezi acha matiti ya mama yako. Sawa. Sitakuwa na time ya mafikirio ya kuenda kukunywa pombe, vitu kama hizo, ati bangi nini, such things. Hiyo mind itakuwa hapo because akili already iko busy. Naona so tuseme kama watu wako job, najua inakukeep hiyo busy. You are serious with what you are doing because already you are planning your future. Si ni kweli? Na tunaambiangwa as a youth unafaa kuplan maisha yako ungali na nguvu. Hii time sasa uko na nguvu, unaona, but unapata wale wengi, tuseme hata 90% they are jobless. Wengine unapata si eti hawezi fanya hiyo kazi, wanaweza fanya but job wenyewe haiko, unaona. So mimi chenye naweza sema tuseme hii serikali yetu create nini job opportunities to the youth. At least watakuwa busy, watakuwa na kitu ya kufanya. Mambo na pombe nini inaweza reduce. Ya mimi ningependa kuchangia mjadala kusema ya kwamba inachangia hao vijana kujihusisha kwa mambo kama hiyo kutokana na mafikira na pia kukosekana na ukosefu wa kazi, ajira.
vijana mafikira mingi sana yenye inachangia wajihusishe kwa mambo kama hiyo, ili yani wasikue na kwa ufikirio mingi sana. Wewe umejipata katika hali kama ile, ukajipata hali ni ngumu na ukafeel ni kama hata unataka kuingilia ulevi? Inafikanga hapo, lakini sasa ni ile tu sasa, uki lose hope mapema unaweza jikuta kwa hali kama hiyo, lakini inatakananga unakuwa na ani ule ugumu ukuwe strong kwa mambo kama hiyo, na mambo wao inatokea, but ukuwe mtu strong mgumu, na pia uweze kuwa mtu unamhusisha Mwenyezi Mungu wa kufungulia milango yako. Wengi wetu vijana wenye wanahusika katika ulevi utapata wamesoma, wameenda wako na degree, au ndo unapata wamelewa juu labda wamekosa kazi, wamekosa kuhitimu. Unaweza sema aje kuhusiana na hili swala ya kazi ama kuhusiana na masomo yetu ya system yetu ya nchi? Sasa kwa saa hii ni kama tu hiyo mwanzo nimekuambia, ni ukosefu wa ajira. So mtu anaweza kuwa amesoma, amekuwa maarufu sana kwa masomo yake, lakini ukienda ukupate kwa hiyo nafasi yake ya uajiri, unapata watu ni wengi sana kuliko watu wenye wanatafuta hiyo kazi, ni wengi sana kuliko wenye Hebu ongelesha vijana hapo nje, waambie wa advice wafanye aje waachane, ili tatizo tupunguze hali hizi za ulevi. Sasa ile kitu naweza sema ni kwa vijana wale wenye wamejiingiza kwa ulevi na ufukara, kwa kupitia hizi changamoto ngumu za maisha, kuna njia mingi tofauti sana kutafuta maisha, na wasione kwa maisha imekuwa ngumu sana kwa hii maisha, but wanaweza tafuta ile kazi yote ile ya kuguza, ili watimize hadi siku yao, ama wapate kipato chao kidogo yenye wanaweza jikimu kwa kimaisha. Hiyo tu ndio naweza waambia, na wajaribu kuwa wenye bidii na wavumilivu. Jana wengi wameingilia ulevi, na tunapata wakiingilia ulevi, masuala mingi zinarudi nyuma, maisha mingi inakuwa ni waste. Kulingana na maoni yako, nini inachangia ulevi katika vijana wengi, maisha ya vijana wengi? Kukuwa na groups nazo zinachangianga. Masa zingine huyo mtoto ama msichana akai na wazazi wake wenye wanamuadvertise, wazazi hawakai karibu na watoto wake wamuadvertise. So unapata mtoto ako idol, so unapata ameungana na hao vikundi, unapata ameingia kwa hizo madawa za kulevya. Hivyo tu unapata sasa hadi njia zake haziko sawa. Kuna mbinu gani tunaweza chukulia ili tuondoe hii hali ya ulevi kwa vijana wetu? Wanastahili wakuwe busy. Kama mtoto amemaliza form 4 ama hakuna pesa za kuendelea shule, at least mzazi amwekee kitu akuwe busy, amfungulie kazi, M-Pesa, job, ama hata huyo kijana atafute kazi yenye itamsaidia maisha ya mbele. Waelimishe venye anastahili kugrow. Yes. Asante sana. Naona kitu kinachangia vijana kuingilia ulevi ni kukuwa idol, yani ni kukosa kazi. Inafanya vijana wanakosa kazi, wanakunywa pombe, wanaingilia hizo mavitu ndipo wapoteze hiyo memory. Sasa mimi kitu ningeona serikali tu kama inaweza shughulikia youths tu wadogo tu,
wapate makazi, ile kitu itawa keep busy, inaweza kuwa mzuri sana. Wataacha, wanaweza punguza, kuna wale wanaweza punguza na kuna wale hawawezi punguza juu iko kwa damu yao, lakini ule kijana tu mwenye anajijua tu ni kukosa kazi tu imefanya aingililie hizo mamiadarati. Nadhani wakipata kazi wanaweza. Tuseme kazi kama gani hivi yenye unaweza ona serikali ifungue watu, unajua hata kama si serikali watu wanaweza shikana waseme hawa vijana tukiweza kufungulia bizi kama hii wanaweza ifanya. Kama tuseme vitu kama vitu kama kuuza hizi hata kama ni nguo, hata kama biashara hitu hizi ndogo ndogo, bora tu kitu itawa keep busy tu. Unajua kukaa idle unafikiria vitu mingi, hata unapata mavijana hizo mapombe, mabangi, masigara, hizo mavitu zingine. Jua amekaa idle anataka kitu inamkeep busy, unaona. Sasa mimi naona ingekuwa kuna venye mavijana wanaweza kupata hizo mashughuli, inaweza kuwa mzuri sana. Na uone kama tukiweza sema tupigane na mihadarati ama na pombe, italeta solution. Haitaleta. Sioni kileta. Vijana ni wajanja tu. Mimi naona tu, unajua hata wewe mwenyewe sasa hii ukiwa tu idol utafikiria vitu mingi sana. Kuna ule mwenye atakuwa na hata kama ni ama mbili na ni best yako, atakuonyesha juu umekaa hapa idol, twende hivi. Nikupaamuri hata kanusu. Unajua utaenda. Juu hauna otherwise umekaa idol. Lakini ukiwa kazi hakuna venye mtu atatoka tu huko akuja kuambiaje niko na mbili hapa, twende nikubaie kanusu, na saa hizo unaacha kazi yako. Unajua ni ngumu sana. Sasa mimi naona tu vijana wakishughulikiwa kazi tu hizo mavitu zitateremka, zitarudi chini sana. Asante. Wengi unajua mtu akikosa kitu ya kufanya anafanya ile mbaya. Aidha anarukia uizi, kuiba, kunywa pombe. Lakini sasa kama kuna institutions zinawapeleka hata bure, ingekuwa vizuri. Sina wa train, mtu anatrainiwa kitu ataweza fanya ile msaidie kwa maisha yake. Lakini wengine wanakunywa na wamesoma wako na degree kwa nyumba wamekaa. Lakini hata unajua hata akikunywa hana future, haoni kitu anaenda kufanya mbele. Mtu amesoma, amesomea engineering na ukitafuta hiyo kazi ya engineering hakuna. Sasa unapata pombe ni engineering. Ukiangalia wengi, si uliona hata juzi kuna msichana alikuwa ameenda Dubai, amefanya chemistry, amehitimu na chemistry kutoka university, Kenyatta University, akaenda Dubai, akaenda Saudi Arabia kufanya kazi ya nyumba. Na akona degree. Sasa hii nchi yetu iko na mwelekeo kweli, hata wewe ukiangalia hivi. Sasa unajua kama watu wangekuwa unajua ukitoka mahali na kuna mahali utaingia. Kuna mahali utaingia hivi. Na ukiangalia kuna focus. Sasa sio utajipanga tu. Sasa wengine anaangalia anaona hakuna kitu mbele. Sio unaona hata kujinyonga kuku mingi siku hizi. Imekuwa mingi. Watu wanajinyonga hata walimu. Awalitiki na mahali wanafanya. Sasa hii hata ukisikia walimu ndio wanajinyonga zaidi. Juu hata inaonekana ile mshahara wanapata itoshi, ama matatizo ni mingi. Hata unaona watoto wa primary walipita, wengi hawajaenda shule wameenda. Juu gharama ni kubwa. Sasa ikifika hapo unapata mtu anaingilia tu ulevi. Maisha yakikuwa sasa unaona ulevi ni dawa ya kutuliza ile mawazo. Ile sasa baadaye ufikirie uone wacha ukunywe ujikute kesho. Siku zisonge haraka. Sasa ndio usiwe na wasa sana. So, serikali kwa maoni yako inafaa ifanye nini? Inafaa itie bidii wapi ama itie mkazo wapi? Lakini unajua sasa ile kitu ingekuwa kama unajua maskini wengi ndio wanaumia. Kusema ile ukweli. Mtu labda amehitimu na kuna akili lakini hana mahali pa kwenda. Ukiambiwa uchukue course mahali fulani inataka pesa na pesa hakuna. Na sijui ni population imekuwa mingi. Ama unapata umechukua course na ukimaliza hakuna kazi. Si unaona hata walimaliza form 4, stani kama watachukua zile course watakuwa wanamwagwa huko, mtu anatubwa huko. Wewe fanya tu bora maisha iendelee. Ni kuchoka na maisha, watu wamechoka na maisha.
Sawa, asante. Hiyo story ya ulevi ni vile mayutu wengi. Mayutu unapata hatuna wera. Yaani vitu mingi, kwanza saizi economy imeenda juu. Vitu mingi, so unapata ma-stress zimejaa kwa akili. Umeelewa? Ma-stress zikijaa kwa akili, unapata masa ingine utaenda ukipata mbao hivi, ukipata chuani, unaenda unakunywa ng'ang'o, unakunywa chuadi hapo, unatoa tu stress, yani tu sikie tu umetuli. Okay, una do unaona kachuani wacha niende. Acha tu niende tu nikate tu nitulie. Hiyo design. Na ukikata unasikianga umetulia ama ni ile tu ni kujidanganya? Sasa unajua tei kuna venye tu ile steam yake jo. Inakupelea steam, unasikia tu uko fit kiasi. Alafu tena kesho ifike haraka. Ile tu kupass time. Hivyo ndio inakuanga sasa. Vijana wetu wanaweza fanya nini juu? Ni issue ime-affect watu wengi sana. Sasa unaona saka saa hizi niko busy. Unaona niko wera saa hizi niko busy. Ndio maana saa hizi sijakunywa. Sasa kama singekuwa wera, ningepata nimeenda kutafuta bangi Kingusu, nimetafuta Kingusu, nimesettle, nimetafuta tei, nimekunywa. Sasa shida ni mabeste. Si shida mabeste, shida ni idleness. Kukua idle. Hiyo ndio shida sasa. Na nini inafanya ukue idle? Kwa sababu sasa naona uko kazi. Saizi niko kazi. Unajipata idle juu sasa ukifunga kazi jioni lazima uende kwa. Sawa. Si nikifunga kazi jioni. Nikifunga kazi jioni ndio ndakuwa nimechoka, ndaenda kutafuta kitu ya kutulia venye nikule nitulie. Lakini unaona kama sasa siko kazi. Ile time yani kasi na kazi. Unajua saizi kazi ndio nimeangukia juzi. Sasa ile time sikukuwa na kazi, unapata most times niko kwa bangi, niko base. Na mabeste wanakwambia form hivi. Form imejipa kama hivi. Nasikia moro amekugutua. Yaani unasikia kama kauna wera. Utatoka hapo ufuate watu wa siasa. Utatoka hapo ufanye vitu za ujinga. Utatoka hapo unaona hiyo design. So wase vijana wetu wanapaswa wafanye. Unaweza advise aje hapo nje? Sasa mimi Kenya naweza advice ni inaona serikali inatafutia mayouth kazi. Unajua sasa vijana kawa na kazi, ndio maana unapata vitu mingi zinafanyika. Unapata vijana wengi wanakuwa wezi, vijana wengi wanafanya vitu nini. Sasa serikali inatafutia mavijana kazi. Unafaa mnaangalia mayouth sana serikali. Hiyo ndio naweza sema. Asante kwa muda wako. Wote wapate kazi. Tusianze hizi uadilifu nini. Kuwe na kazi. Basi vijana wapate job. Job zikuwe mingi sana. For instance, tuseme jobs kama za kuajiriwa ama za kujiajiri. Za kujiajiri sana. Juu za kuajiriwa bado zinafaa. Sana za kujiajiri. Kama serikali pati hata kijana kichukua loan, kijana afungue mali pake, apate BCD, apate ile kukula. Tusisumbuane na watu huku nje. Juu unapata kijana ana kazi, hakuna mali pa kuenda, itabidi amekaa tu mtaa, labda amesumbuana na watu ikifika mausiku 9 hapo anakupiga matesa, unaona? Na hiyo haidai, hiyo haifai. Mayutu wanakufa juu ya hiyo. Na kuna mayutu wengine wamekuwa hiyo hawataki kufanya kazi, inapatikana lakini hawafanyi. Hao nao watafanywa nini? Sasa unajua kazi ni akili ya mtu, unaona? Kazi ni akili ya mtu. Huwezi lazimishwa ufanye kitu. Ukiona hii ni best, unaweza fanya. Kuna point umesema ukanifurahisha ya loans. So vijana wanaweza pewa loans waweze kufungua business. So for instance wewe sasa unaweza advise, unaweza ukipewa hiyo loan unaweza business yako. Mimi kama mimi mwenyewe napenda usanii. Hapa kuatua hapa ni ile tu, yani time yangu nisi waste. Nikuwe tu nao hapa. Sasa ingine nikipata yangu kidogo nijipatie nipeleke kwa usanii. Fanya usanii kupiga ngoma. Ngoma. Uko na yenye unaweza chapa hapa free? Ngoma iko. Akuchapie kidogo. Wachapie kidogo. Mirango ikilikana kwenye iko unaweza pata kitu. Chape. Basi. Unasikia sasa nyingine Acha nipige hiyo yangu tu kidogo. Sile kidogo tu. Sauti iko chini. Ushayo na rungu ikijam. Shayo na rungu ikijam. Shayo na pusi ikijam. Shayo
leo narungi kijana. Buda take time. Nikishika mic bado wanateta. Take time bado wanateta. Mimi napenda kuwa maji. Kwanza John kielewa na kuanga mpuzi, designer kisense, designer kipusi. Kwanza na ujuzi, zile za juzi za kutafuta ajira. Oh, boss. Hapo. Napata unaamka asubuhi, umeenda kazi, gari imekunywa mafuta yote, imekunywa na 200. Sasa before imekunywa na 200, ifika kwa nyumba ni swala, aenda ukunywe. Upunguze stress. Kwa baridi. Unaweza fanya aje ili vijana waache kunywa sana? Ni vitu zirudi chini, uchumi kwa juu bwana. Mafuta imepanda, unga ni 220. Kulewa tu pombe vijana kulewa. Manze ndio ni maisha. Unaona hii maisha saa hizi hata unapata watu wengi, unapata watu vijana maitu wanakunywa pombe. Unapata kama ni madema, hata unapata kuoleka ni ngumu ama kuoa ni ngumu. Mwanzo juu ya hii maisha imekuwa ngumu mpaka tunaamua tuingilie tu kunywa pombe, unaona? Wengine hata wanavuta bangi. Yaani tu kupunguza hizo stress. Tunapunguza stress, but ukikuja ukae chini uangalie mzuri ndani utapata hata ukikunywa bado hii pombe stress. Bado ninakuongeza stress. Sasa na vile hali ya uchumi iko juu hivi watu maisha imekuwa ngumu. Unga hata kama mimi na karatasi na unga sasa inauzwa kilo 2 sasa tunanunua 160. Pembe ya ugali. Sasa unaona hiyo maisha sasa imekuwa ngumu. Afadhali ile kitu kidogo umepata hata kule kwa hoteli na uenda wewe ukata kama hata ni chwadi ya na siku inaisha. Sasa tunaweza fanya aje ili tu regulate kunywaji wa pombe ama serikali inaweza kufanya nini? Kitu serikali inafaa angalie bana, ni mavijana huku chini hatuna kazi. Kuna kama sisi tunachapa wera tu ya matri hapa kujaza madinga, kupata at least unga. Na sisi tumajiriwa na mtu, msi wenyewe tumejiajiri. Lakini unapata hata mahali bado karaa na kuzungusha, karaa na kushika labda na kutoanisha kama dhao. Labda uko na una ukikosa hiyo do anakula. Ukikosa hiyo do utaenda ulale ndani. Ukitoka ndani maisha imeharibika, labda pesa za keja hujalipo umekaa kwa tuseme kama mwezi. Unajua umepoteza. Ukikosa tu kuingia kazi siku tu hata moja unakuwa umepoteza. Sababu yao maisha imekuwa ngumu. Huwezi sema kwa nyumba uke chini na familia ama uke uunde familia. Sasa tunaamua tu kukunywa kutumia madawa zetu tu at least ile to survive. Asante sana kwa wakati wako. Poa. Hii ni station gani? Bethel TV. Kwa hapo Signet. GB. Bethel TV. Sawa. Hapo kesho saa 1 jioni. Saa 1 jioni unakuaga hapa. Unakuaga unaulizwa. Kwa nini vijana wameingilia pombe na njia kubwa sana? Njia kubwa? Pombe. Tumeingililia. Kwanza bani mingi. Ya pili, sasa hatuna ajira. Tutafanya nini? Ukipata 10 hapa mbao changa hata Silence and Spirits asiuzi. Zinauza tu. Changa ndio zinauza sana. Hiyo ni 2. 3, vile tumeingilia pombe. Nikishika mia yangu, ndafanya nini na niko idle the whole day. Unaingia tu kwa pombe. Ati? Angalia kwa kazi. Na mimi sitaki kuonekana huko, macho itachoma. Atakuona huko leo watakuona. Haya. 3. Haya, pombe. Haya, changa imekuwa cheap kuliko hili kaingine. Haya, tuambie serikali ifanye nini ili watu waache pombe. Watu waache pombe? Serikali wafanye nini? Si wa regulate. Wachome changa. Changa si ati wachome changa. Watoe changa. Yo, kama saa hii kibao nusu ni 650. Changa 1 liter ni 600. Utaendea gani kama ni wewe mwananchi wa kawaida? Utaendeje ni cheap. Alafu wachome chini, wapandishe bei zote, tuache pombe. Alafu watafutie vijana kazi. Kazi za kutafuta kazi ni kazi. Kutafuta kazi siku hizi ni kazi. So, serikali itafutie vijana kazi. Ala hiyo 300 kila siku kwa mwezi, hiyo ni 9,000. Hiyo ni afadhali, sitapata kazi nyingine. Kuliko kama saa hii nimepata 50, sasa naenda wapi? Sina kazi. Nakatu haina. Mabeste. Ati? Mabeste wanakuambia twende hivi. Si ndio hawa? Kwa nimejipa. Twendeni hivi.
hivi kamejipa, twende nikutoe lock. Sasa ita happen aje? Inaenda tu. Kaflo. Kaka twendete, kwani tutaduaje? Haya. Alafu ukiingililia uizi makosa. So utafanyaje? Si uende tu lale tu kwa bar. Kwa wizi utaangushwa. Mimi maisha yangu bado sijafika ya kukufa. Sasa itafanyika aje? Si niende tu nilale tu hapo kwa hiyo bar kama nimelewa. Nikuje. Asante wazi. Hiyo iko vipi? Hakika ni bayana kuwa vijana wengi wamepotelea katika ulevi wa madawa za kulevya na hata pombe. Kiini kikiwemo ni mojawapo ya ukosefu wa ajira. Vijana wengi wamekuwa hawana ajira na ikakuwa ni tatizo kubwa kwa vijana wetu. We kijana uli hapo nyumbani, ningekuhimiza tafuta kazi ya kufanya. Don't be idle. Do something. And in that thing you are doing, God will manifest. Ni mimi wako Sami Boro, makala ni ya Sauti ya Mtaa, na asante sana kwa kukipenda kutazama kipindi chetu na kuwa pamoja nasi. Asante, kwa heri. Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yaliyojiri, yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako.